Uchambuzi wa riwaya na tamthilia kidato cha 4. Vitu vya kuzingatia. Ukitaka kuchambua riwaya vizuri na kuweza kujibu maswali ya riwaya au tamthilia ni lazima ujue mambo haya. 1. Kichwa cha riwaya au tamthilia kinamaanisha nini? Je, hiki kichwa cha riwaya au tamthilia ni cha wazi au limetumia lugha ya mficho? Elewa maana ya kichwa hicho na jinsi kinavyohusiana na yaliyomo kwenye kazi husika. 2. Wahusika wa riwaya au tamthilia hiyo. Wajue wahusika kwa undani, majina yao, uhusika wao, tabia na hulka zao. Tazama jinsi tabia zao zinavyojitokeza kwenye jamii yako. Tambua wahusika wakuu na wahusika wadogo na nafasi yao katika kuendeleza hadithi. 3. Maudhui. Mambo gani mwandishi amejikita kuyaelezea? Unatakiwa ujue mawazo makuu na mawazo madogo yanayojitokeza katika kazi hiyo ya fasihi. Maudhui yanaweza kuwa ya kijamii, kiuchumi, kisiasa au ya kimaadili. 4. Dhamira. Hii ni ujumbe au lengo kuu la mwandishi. Jiulize, mwandishi anataka kufikisha ujumbe gani kwa jamii? Mfano wa dhamira ni kama vile mapenzi ya kweli, udhalimu, uhuru wa mwanamke, uongozi mbaya. 5. Fani. Hii inahusisha mbinu na mitindo ya uandishi. Mtindo, namna mwandishi anavyosimulia, mfano, nafsi ya kwanza au ya tatu. Mandhari, mahali na mazingira ya matukio, kijijini, mjini, kazini. Muundo, mpangilio wa matukio yamepangwa kwa mfululizo au kwa kurudi nyuma. Lugha, je, mwandishi ametumia methali, sitiari, tashbihi au jazanda? Tazama urembo wa lugha. 6. Migogoro. Mivutano kati ya wahusika au ndani ya mhusika mwenyewe. Migogoro inaweza kuwa ya kijamii, mfano, tabaka la juu dhidi ya maskini. Kiuchumi, mfano, mtu anapambana na umaskini. Kisaikolojia, mfano, mtu anachanganyikiwa au kujilaumu. Tambua chanzo cha migogoro na athari zake. 7. Mtazamo wa mwandishi. Ni namna mwandishi anavyoangalia au kusimulia matatizo ya jamii. Je, anaonesha huruma, anaunga mkono mabadiliko au anakemea maovu? 8. Msimamo wa mwandishi. Ni upande ambao mwandishi anaegemea. Mfano, kama kuna ukandamizaji wa wanawake, je, mwandishi anaunga mkono ukombozi wao au anapinga? 9. Funzo. Je, tumejifunza nini baada ya kusoma riwaya au tamthilia hiyo? Ni maadili yapi mazuri au mabaya ambayo jamii inapaswa kuyaiga au kuyaepuka? Uchambuzi wa kina kama huu utakusaidia kuelewa kazi ya fasihi kwa urefu na upana, na pia utakusaidia kujibu maswali vizuri katika mtihani. Je, ungependa sasa tuchambue riwaya au tamthilia fulani kwa mfano wa moja kwa moja?